Hivi, mpaka leo kuna mtu ambaye haifahamu hadithi ya Nabii Nuhu? Najua wengi mnaifahamu kwa undani, lakini leo nataka nikuonyeshe jambo moja litakalokufanya uanze kuhoji kila kitu kuhusu hadithi uliyoifahamu kutokea utoto wako, na itakushangaza kuhusu ukamilifu wa hadithi ya Nuhu, gharika na safina. Kwanza, tunakubaliana wote kwamba Nuhu alitengeneza safina kwa muda mrefu. Aliingiza ndani ya safina kila kiumbe dume na jike kwa lengo la kuendeleza maisha baada ya gharika. Pia tunakubaliana kwamba baada ya mvua kali kunyesha kwa siku 40, mwisho wake safina ilitulia juu ya mlima mrefu. Hadi hapo hakuna ubishi, lakini ndipo utata unaanza. Swali, je, ni mlima gani huo na kwa sasa upo wapi? Inachanganya kidogo, kwa maana ukisoma katika Quran sura Hud inatajwa mlima wa Judi, na ukisoma katika Biblia kitabu cha Mwanzo 8:4 inatajwa milima ya Ararat. Sasa jiulize, kwa nini kitabu kimoja kinasema mlima mmoja na kitabu kingine kinataja milima mingi? Je, ni tofauti au ni kitu kile kile kinaelezwa katika mitazamo tofauti? Ukichanganya simulizi hizi mbili na kutumia uelewa wa kijiografia, utagundua kuwa huenda walimaanisha kitu kimoja kwa mitazamo tofauti, yaani mlima mmoja mkubwa wenye peaks nyingi. Hadi hapo natumaini tupo sawa, Sasa tuende kazi. Kutokana na uhalisia wa zama hizi, mlima wa Judi au milima ya Ararat iliyotajwa kwenye simulizi za Nuhu na safina inaweza kuwa ni mlima mmoja wenye mchanganyiko wa peaks 3 ambazo ni Kibo, Mawenzi na Shira. Sasa unaanza kushangaa, sivyo? Ngoja nikufafanulie. Dunia nzima kuna mlima mmoja tu wenye sifa ya kuwa na muhimili mkuu mmoja tu, lakini ndani yake kuna vilele vitatu: Mount Kilimanjaro. Kwa mantiki hiyo, inawezekana kabisa kwamba safina ya Nuhu ilitulia juu ya mlima Kilimanjaro uliopo Tanzania na kuwachanganya waandishi. Mbali na hoja ya mlima, kuna fakti ya kijamii kwamba baada ya Nuhu na wanyama kutoka ndani ya safina, ni wazi walianza maisha karibu na waliposhukia. Hivyo tunategemea kwamba sehemu hiyo itakuwa na mkusanyiko wa wanyama wengi sana hadi leo. Sasa, jiografia inaonyesha wazi kwamba hakuna sehemu duniani yenye mkusanyiko mkubwa wa spishi za wanyama kama maeneo yanayozunguka Kilimanjaro, kama Serengeti, Ngorongoro, Tarangire, Lake Manyara National Park, Tsavo pamoja na Maasai Mara. Hii inaonyesha kile kinachoitwa competitive advantage ya uhai hata kuliko maeneo yaliyowahi kutajwa awali, kwamba yawezekana ndipo Nuhu alipoanzia maisha. Maeneo kama Uturuki ambapo wanyama pekee ni wa kufugwa majumbani na wanaohifadhiwa kwenye zoo ndogo zilivyo zoo za Dar es Salaam. Sasa jiulize, je, tembo, simba na chui walivuka bahari ya Sham na kuhamia Afrika, au walibaki walipoanzia maisha wakakaa hapo hadi leo? Bado sijamaliza. Sasa namleta mzungu. Baada ya gharika, Nuhu na watu wachache waliobaki walianza maisha, wakazaliana, wakafa na kuzikwa karibu na maeneo ya safina lilipotua. Hapo ndipo mwanzo wa jamii mpya ya binadamu ilipoanzia. Na cha kushangaza zaidi, historia na arkeoloji ya dunia inaonyesha kwamba mafuvu ya zamani kabisa ya binadamu yalipatikana Afrika Mashariki katika maeneo kama Old Udovi Gorge, Lateli, Hadar na Kobi Fora. Hii inaashiria kwamba mafuvi hayo ni ya watu wa mwanzo baada ya gharika, yaani Nuhu na uzao wake, nayo yamepatikana kwenye nchi yenye bustani ya Eden mpya, nchi iliyobarikiwa, nchi ambayo safina ilisimama, nchi ambayo Nuhu na uzao wake walianza maisha upya, nchi iliyochaguliwa na Mungu kama nchi mama wa mataifa yote, nchi iliyobarikiwa kuliko zote, nchi ya Tanzania. Sasa kwa leo mimi nimemaliza. Kazi kwenu mnaopenda kukosoa